Siku moja Bibi Fatuma alikuwa akifua nguo nyumbani kwake. Mama yake na baba yake mzazi wote walishafariki. Akabaki peke yake mpaka hivi sasa. Mume wake pia waliachana muda mrefu na sasa yuko peke yake pasipokuwa na mtu yeyote yule. Hata wajukuu pia wanashindwa kumtembelea nyumbani kwake kutokana na mgogoro ambao ukiendelea mara kwa mara katika nyumba yao. Bi Fatuma wakati muda ambao alikuwa akifua, alikuwa akiendelea kukumbuka njozi ambayo alikuwa ameiota jana yake usiku. Alioteshwa ni kama mizimu ya nyumbani kwao ama mizimu ya wazazi wake ikimweleza kitu, ikimweleza afanye kitu, lakini wakati huo alikuwa ajui ni kitu gani ambacho inatakiwa akifanye. Hata nafua huku akiendelea kuikumbuka hiyo njozi ambayo aliota hiyo mizimu ya kwao kimwambia afanye kitu, lakini haikumwambia ni kitu gani. Badala yake ikamwambia changanue akili mwenyewe pasipo kuambiwa na wao. Wakati akiendelea kutafakari huku akifua, ghafla akaona simu yake inaita. Wakati simu yake ikiita, ikabidi aache kufua ili aweze kupokea. Akashtuka ghafla, kuna mtu akawa ametokea katika dishi ambalo alikuwa akifua nguo zake. Akashtuka sana na kuweza kumuuliza, hivi wewe ni nani? Mbona sielewi? Sijajua wewe ni nani, ni mchawi ama ni nani? Umetokea ghafla tu katika dishi langu. Sielewi wewe ni nani na upo katika hali hiyo. Yule mtu akamjibu, akamwambia, unakumbuka jana tumekwambia nini usiku? Tumekwambia kwamba uweze kufanya kitu katika hili jambo, lakini tunakuona bado upo kimya, hauna dalili ya kufanya kitu chochote kile. Ikabidi amuulize, sijajua hicho kitu ni kitu gani, na mimi nikafikiri labda ilikuwa ni njozi tu. Akasema hapana, ile haikuwa ni njozi, sisi ndio tulikuja na mimi nimetumwa na wazazi wako. Wazazi wako kwa sasa wala usijali, kwa sababu wazazi wako wapo salama kabisa huko walipo. Ila kwa hiki kitu ambacho kinaendelea hapa nyumbani, kumbuka ya kuwa wewe ndio mlisi halali wa hii nyumba. Kwa hiyo tunakuomba sana usiweze kuwapa nafasi wale waweze kumiliki hii nyumba. Tunataka wewe ndo uendelee kuimiliki hii nyumba. Lakini Mama Fatuma kahamaki kidogo na kusema, sasa nitawezaje kuweza kuwashinda wale, kwa sababu mimi sina kipato, na ukitazama wale kidogo wana kipato kushinda mimi. Kwa hiyo nitawezaje kufanya hayo yote ambayo unanieleza? Nitapata wapi hiyo nguvu? Akamwambia, inatakiwa uchanganue akili yako, fikiria mara mbili utafanyaje, lakini ipo njia. Lakini hiyo njia hatupaswi kukuambia sisi. Hiyo njia inatakiwa uitafute na kuipata wewe mwenyewe. Ndipo Bi Fatuma akaendelea kuhamaki kwamba mbona sielewi, nitawezaje na hii njia ambayo anasema kwamba njia gani? Na hapo ni baada tu ya yule bwana, ama naweza nikasema yule mzimu, uweza kupotea katika uso wa macho yake. Wakati akiendelea kuhamaki ana hili wala lile,
ghafla Bi Fatuma mlango wake ukawa unagonga. Baada ya kuingia ndani na kuweza kutulia, akahamaki na kushangaa mlango wake ukigongwa kwa nguvu sana. Na baada ya kutoka nje ndipo akakutana na mdogo wake. Mdogo wake akiongea kwa hasira sana na kuweza kumtusi matusi mazito sana. Bi Fatuma hakuelewa anachokimaanisha mdogo wake ni kitu gani, na hii ni baada tu ya kuweza kuambiwa na kutokewa na yule msimu, na ni siku tu ya pili asubuhi tu baada ya kuweza kugongewa mlango wake. Akawa haelewi ni kwa nini anamwambia maneno mazito vile na kuweza kumtusi juu na kuweza kumtukana matusi mazito. Bi Fatuma hakuelewa afanye nini, kwa sababu naye alijaribu kumjibu kwa ukali, lakini hakuonyesha kuwa na maelewano na wala kutaka maelewano. Badala yake akawa ameondoka. Huyo mdogo wake akawa ameondoka kwa hasira sana. Bi Fatuma naye akati anajiuliza huku akapatwa na hasira, hivi ni kosa gani ambalo mimi nimemfanyia huyu? Kwa sababu niko ndani nimelala, lakini amekuja kunigongea mlango kwa fujo sana. Na kwa nini nakuwa hivi? Hawana mpango gani na mimi? Nani, kwa nini mimi naambiwa nifanye kitu? Sasa nifanye kitu gani mimi? Kwa nini wasinionyeshe hata njia ya kufanya chochote? Lakini mbona hata njia ya kufanya kitu sioni? Nitafanyeje? Ndipo Bi Fatuma wakati akiendelea kuumiza kichwa chake sana, kuumiza kichwa chake akili, wakati akiendelea kuumiza kichwa chake akili, ndipo upande wa pili akaonekana mtoto. Huyo mtoto ni mtoto wa mdogo wake wengine wa kike, akiendelea kurandaranda katika mitaa hiyo kama unavyomuona. Nafikiri anakwenda kununua kitu kama ubuyu hapo. Sasa baada ya kufika hapo, wakati anaangalia nani wa amuuzie ubuyu, akawa hamuoni. Wakati akiendelea kuangaza huku na huku, basi na yeye pia alikuwa na hamu sana ya kutafuna huo ubuyu kama tunavyojua watoto. Ikampasa atumie nidhamu kwamba kwa sababu hawapo, basi ngoja nichukue niache pesa yao hapa, nitaendelea kula ubuyu kwa hapa, endapo hata kama akija basi anikute nikiwa nakula hapa. Lakini ghafla bimvu ndipo akawa ametokea yule mzimu na kuweza kumnyakua. Ni kitu gani ambacho kitaendelea hapo mbele kwa Matobole TV? Kikubwa tu ni kwamba usiweze kusahau kusubscribe na kuweza kusahau turn on notification ili mambo yapate kuwa poa kabisa. Bi Fatuma je, atafanikiwa kuweza kupata kuilisi hiyo nyumba ambayo inagombaniwa na ndugu zake? Na je, ni kitu gani ambacho anaambiwa afikirie yeye mwenyewe pasipo kuambiwa na mizimu ya kwao, ambayo ilikuwa ikimsisitiza kabisa kwamba asiweze kushindwa kuweza kupata kuweza kumiliki ile nyumba, kwa sababu yeye ndo mmiliki halali wa ile nyumba. Basi kikubwa kwamba subscribe na pia turn on notification ili uweze kupata mwendelezo wa story hii, na usiweze kusahau kufuatilia channel yetu Matobole TV. Karibu na asante sana.